nikubalie kipenzi. Mume wangu, hivi ya maisha tunayoyaishi humu ndani unaona yako sahihi? Unaona ni sawa? Mimi mke wako ndo nitoke niende nikatafute hela ya kula, wewe tu upo umekaa, ukirudi unataka hela ya kula. Kwa nini mume wangu? Wewe huoni hata hivi wanaume wenzao wanatafuta hela, wanaleta ndani kwa wake zao, wanafanya mambo yao mengine na budget zinakuwepo. Lakini sio wewe mume wangu, kila siku nateseka mimi, kazini niende mimi, kukutafutia chakula ni mimi, mavazi ni mimi. Mume wangu, kwa nini? Kwanza ungekuwa unafanya kazi, hata mambo yakuwa tunalipia kodi yasingekuwepo. Ningekuwa nikipata hela kidogo kule, chochote ninachokipata naleta nyumbani, na unachokipata huko unaleta. Tukija kukijumlisha mume wangu tunapata hela nzuri kabisa. Tungekuwa tunaishi na si maisha yetu mazuri, lakini kila kitu nanitegemea mimi. Kwa hiyo kumbe wewe unafurahia sana kufanya umalaya. Tena hadharani kabisa sokoni, si ndio? Yaani unajitoa akili kana kwamba haujui sababu iliyopelekea mimi kukukataza pale kufungua genge, si ndio? Ni kwa ajili ya umalaya wako mke wangu. Kwa hiyo kumbe sasa hivi tumekaa humo ndani hauendi kazini. Sasa hivi yani kamoyo kana kuuma sana. Unawaza kwamba hapa mabwana zako hauonani nao, si ndio? Ngoja nikwambie kitu kimoja mke wangu. Unaona ya maisha ambayo tunaishi, yani mimi naona ni maisha mazuri. Kwa sababu gani? Hapa nimelala kwenye sofa, lakini kuna watu wanakalia vigoda. Sasa kama wewe umeona utafute chokochoko, utafute mbinu ya kuninyima hiyo pesa ambayo nimekuomba. Halo? Acha masiala kabisa. Sijui unanielewa? Mume wangu, mwenyewe umekaa umefikiria vya kufikiria. Kwa hiyo unaona haya masofa tulokalia ndio kila kitu, ndio utajiri Utakula masofa utavaa masofa, si ndivyo? Ndio umeona ni utajiri. Mume wangu, basi changamka, tafuta kazi. Mimi mwanamke wako nimeshachoka. Biashara kula umenifungia. Unategemea huku ndani tutaishije sisi? Mimi sasa hivi sina hela. Unatoka huko unakotoka unakuja kuniomba hela. Mimi napata wapi? Wewe mume wangu umeikosa. Mimi naipata wapi? Na wewe ndo mwanaume. Umeikosa. Mimi mwanamke naipata wapi hiyo hela unaoniomba? Kipindi niko mdogo, babangu alikuwa ananiambia kwamba siku zote koti la mzee halikosi chawa. Alikuwa akiniambia kabisa hivi kwamba koti la mzee halikosi chawa. Mwanzoni mimi sikumuelewa. Nikaa najiuliza, kwa nini nakubali kuwa na chawa kwenye koti lake? Hazimngati. Kumbe nilikuwa namuelewa tofauti. Alichokuwa kikimaanisha sasa kwamba siku zote akiba haiwezi kukosekana. Sasa usitake kuniambia kwamba humu ndani hatuna pesa yoyote hii. Nipatie pesa mimi niende bana. Hivi unamaanisha kwamba hadi akiba ya ndani yote tuitoe? Tutaishije? Haya, mimi au wewe? Benivu ghafla tumeumwa, hatuna hata 100 mbovu ndani. Tutafanyaje? Tutaishije? Kitu gani kitakacho kusaidia wewe? Kwa hiyo unatamani sana uugue au mimi niugue ndio pesa itumike, si ndio? Kuliko matumizi ambayo mimi naenda kuitumia huko. Sasa ipo hivi. Mimi najua hizo zote ni sababu. Kwa hiyo sahau kufungua lile genge. Sahau kurudi sokoni. Na kama umeamua kuninyima hiyo pesa, wewe ninyime tu, lakini sikuruhusu. Mimi siwezi nikakubali wanaume wanakuja pale kazini. Unaongea nao karibu sana yani. Ninyi wanawake nyie na mambo ya ajabu sana. Unanipa wakati mgumu. Nimeshachoka mume wangu. Wewe takubomoa sasa hivi.
Shoga yangu, mbona siku hizi gengeni ufungui? Nimefikisha kama awamu 3. Nakuja pale nakuta haupo, genge limefungwa. Huonekani gengeni, na kuna siku moja tumekuja hapa nyumbani hatukukukuta. Haya, Mama Juma anasema toka umechukua hela ya mchezo umepokea jina. Hujawahi kuleta wala huonekani. Genge umefunga. Haya, kipi kilichokusibu? Shoga yangu, kama mnavyomjua mume wangu, ni kula kulala. Unaona? Kuna siku niko pale gengeni, yaani ndio chanzo cha kufunga genge langu. Nimekaa pale gengeni mwenyewe nauza. Kuna kaka akaja, kama unamjua Chidi. Nadhani Chidi mnamfahamu. Chidi kaja pale, akaanza yaani Chidi huwa ananitongoza. Kwa kana ananitongoza. Sasa muda anatoka Chidi na mume wangu ndo anaingia, unaona? Mume wangu kumbe alikuwa kashamuona. Sasa ngapi asianze kunifanyia fujo? Nakwambia kanipiga mbele za watu pale. Hata unavyosema kuna siku ulikuja hapa nyumbani ukanikuta sipo, nilikuwa nimeenda hospitali. Nilikuwa niko hoi, nakwambia mkono ulikuwa ufanye chochote. Unaona? Kanipiga mpaka basi. Sasa maisha mnayapelekaje sasa hizi? Wangu, nimekatazwa kufungua genge, naambiwa malaya. Na ukizingatia mimi ndo nilikuwa kila kitu, mimi ndo nilete hela ya kula ndani. Yaani mimi ndo nilikuwa kila kitu, nimvishe, nimlishe hivyo. Yaani mwanamume unayemlisha, unamvisha. Kila kitu anakutegemea wewe. Mavazi, malazi, mpaka chakula. Anakuzuiaje kufanya kazi? Mimi namuonaga tu, kazi yake ni kulandalanda tu mtaani, kucheza madrafti, makamari, ndo yeye. Na hapo unapotafuta pesa, unavyompa yeye, wewe maisha yako yanabaki kuwa magumu. Kwa nini usiachane naye ukarudi nyumbani, ukasubiria mwanamume mwingine atakuja kukuoa, wewe bado binti mdogo? Ndugu wangu, yaani mpaka sasa hivi sielewi. Akitoka asubuhi, kurudi hapa jioni, muda mwingine analala huko. Yaani muda mwingine atakula hapa, ndugu wangu, ndo kama hivyo. Yaani ukila asubuhi ndo imepita, ukila mchana ndo basi hivyo. Yaani maisha yangu yamekuwa kama haya, sijui hata nisemeje. Mpaka sasa hivi sielewi maisha yangu yanaendaje. Sina biashara, sina hela. Sasa cha msingi mimi ninachokushauri shoga yangu, sawa? Kafungue genge. Kafanye biashara. Huyu mwanaume wako anakuponza. Mwanaume mwenyewe huyo kula kulala. Hilo genge ndo tegemezi na ndo kila kitu kwenu. Haya, umefunga genge huko nyumbani. Haya matumizi anakupa. Matumizi anakutimizia. Mama Juma, popote utakapokutana naye au utakapoonana naye, hela yetu ya mchezo lazima utairudisha. Nimekuelewa sana shoga yangu. Sasa nimeelewa sana tu. Ushauri wangu nitaufanyia kazi. Sio ushauri, peleka hela ya Mama Juma wewe, peleka hela ya kijumbe. Sawa ndugu wangu. Nitafanya hivyo. Sisi ni hao tunaenda. Karibuni sana. Haya. Afike salama. Hivi mjomba, lini unaondoka unaenda kwako? Maana sisi hapa nyumbani tumeshakuchoka. Jitahidi uende kwako. Nilijua umefuata tabia ya mama yako. Kumbe umefuata tabia ya babako mjomba? Tabia sio sababu mjomba. Jitahidi uende kwako. Tumeshakuchoka. Unakaa tu ndani. Hata nje hautoki watu wakakuona. Unakaa ndani kama yai. Baba alikuwa analetea chipsi tunakula pamoja. Sasa hivi hadi chips tunaficha kwa ajili yako mjomba. Mjomba unatukela. Jitahidi uende kwako.
Yaani tangu niingia hapa kunijali, kuonyesha hata shauku ya uwepo wangu hapa. Unakaa tu unajali movie, yani kama huna muda na mimi. Yaani hata kuniletea maji ya kunywa hamna. Hata kuniuliza habari huko likotoka hamna. We baba, kwa hiyo wewe humu ndani wewe ni mgeni? Humu ndani upajui? Yaani friji hii hapo mpaka mimi nitoke hapa nikakuletea maji ya kunywa. Baba, hebu naomba usinitafute aloni basi. Naomba uniache nitulie. Samahani. Tatu. Naona sasa unasahau kwamba unaongea na nani. Mimi ni mpenzi wako au mumeo mtarajiwa. Huwezi kuzungumza maneno kama hayo. Na mwanzo nilihisi umeanza kubadilika. Sasa umeanza kunionyesha mpaka vitendo. Wewe. Unataka kunitibua aloni, si ndio? Wewe unanitafuta aloni? Kwa nini unaambiwa unielewi? Sikiliza nikwambie. Naona wewe akili yako ni ya kitoto. Na mpaka sasa inaendelea kuwa ya kitoto. Akili yako hiyo haijakaa sawa. Hebu nisikilize vizuri. Mimi sitaki mwanaume wa starehe. Nataka mwanaume yeye aitwe baba, mimi niitwe mama. Tuzae na watoto. Alafu au naibwe? Au naibu? Yaani hapa ni kwangu. Kila kitu ni, yaani kila kitu unachokiona hapa ni cha kwangu. Hayo makochi leo umeweka makalio yako hapo ni ya kwangu. Tatu. Wewe. Hebu subiria. Mimi toka mwanzoni nilikwambia tufunge ndoa tuishi. Lakini wewe ulikataa, ukaendelea kuwa na ubize wako tu. Utegemea mimi nifanye nini? Au wewe unachotaka kwangu ni kipi? Sasa nisikilize. Na kitu kimoja tu. Kama huwezi kukubali masharti yangu, unaweza kukaa mbali na maisha yangu. Odi. Mbona mnagonga hodi kwa fujo sana? Tunamtafuta Nura. Oh, hayupo. Hayupo, ameenda wapi? Au sio? Hayupo. Basi kama hayupo, tumefuata ile mchezo. Nini? Mchezo. Nisikilizeni ninyi kamongo wawili, sawa? Tena kama uliokondeana na wewe. Sitaki mazoea kuja hapa nyumbani kwangu. Baba, tumefuata hela ya kijumbe. Ya kijumbe, si ndio? Shoga, subiri kwanza nimpe vyake. Mimi niliyakosa mwili. Kimbaumbau. Mwiko wa pilau baba. Lakini nina akili nafanya kazi. Mmeomba janzi yako kufanya kazi? Je, wewe mwanaume suruali? Umemtoa mke wako kufanya kazi. Unalandana tu kwa mtaani kucheza mibonanza mikamali. Una kipi kipya? Kipi kipya? Unakosa akili ya kumtunza mke wako, ya kutafuta pesa. Mke wako unaenda kutafutia pesa. Wewe ni mwanaume suruali. Chunga hayo maneno yako. Ndevu kasti liwaya. Nitakupasua. Baba, sijamaliza kukuchamba. Sijamaliza kukuchamba, sijamaliza. Bado sijamaliza. Mruhusu mke wako afanye kazi baba. Kama umeshindwa kutafuta pesa, mruhusu mke wako afungue genge. Kwa hiyo wewe ndio unanipangia. Ndio. Wewe ni mwanaume umeolewa. Wewe unakuja nyumbani kwangu na nichambo na ngona unavyojisikia, yani si ndio? Sasa ni hivi. Tokeni hapa nyumbani kwangu. Hatutoki bila hela hapa. Hamtoki bila hela? Ndio. Tokeni nyumbani kwangu. Tumefuata hela hapa. Piga uone. Kwa hiyo umefuata hela? Tumefuata hela. Ni shingapi? Ni shingapi? 300,000. 300,000. Ndio. Sawa, ngoja niwaleteni hela yenu, sawa? Tunaomba hela. Subirieni niwaletee hela yenu. Fanya haraka. Subiri baba. Hamna shida, nawaletea. Fanya haraka. Subiri hapa hapa. Sawa.
ambaye anajiamini asimame. Umbavu. 300,000. Shenzi kabisa ngedere nyinyi. Oliva mwanangu, mimi najua kama umeenda shule, kumbe uko hapo unacheza. Kwa nini hujaenda shule mwanangu? Mama, sitaenda shule mpaka nimuone baba yangu. Sili, siogi, sinywi wala kwenda shule. Hivi mama, ukiniambia babangu yuko wapi, unapoteza muda nini kilicho chako? Kama baba alipo huko umemuua, na mimi uniue. Oliva mwanangu, baba yako yuko hai wala hajafa, na nimeongea naye, ila kuna kazi zake tu anazozifanya huko aliko, na ameniambia akimaliza kazi zake hizo anakuja. Usinifedheshe mimi mama yako, si unajua ninavyokupenda mwanangu. Mama, fanya unachokitaka, ila mimi nachokitaka nimuone baba yangu.